Yes, we are still here in Trust Ministry of Christ. Ladies and gentlemen, welcome back. Na leo hii, I'm so much impressed that nimekutana na msanii chipukizi wa nyimbo za kiinjili, na pia anahudumu kanisani, na pia anapiga hustle zake pale. So ladies and gentlemen, tutasikia mwendo wake ama safari yake ya uinjilisti, safari yake ya kuimba nyimbo za kiinjili, na tuone jinsi maisha yake inavyoendelea. So bro, vipi? Niko fiti na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo popote mlipo. Jina langu naitwa Evangelist Kobara. Ni mzaliwa wa Kisii County pale Nyanza. Ni mkazi wa hapa Nakuru kwa hali ya moja ama ya pili hivi kujitafutia. Katika Kristo mimi ni mzaliwa, nimeokoka na mpenda Yesu, na pia ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Mkeze kubarikiwa. Na Kisii mnatuonyesha mambo Mambo yapo, hiyo yote hayo yanadhihirisha kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili. So popote ulipo wewe, ni ujiulize, Yesu akija mara ya pili atakupata wapi? Atakupata bado ukiwa kwa dhambi, ama atakupata ukiwa tayari kumpokea? Umetaja kwamba okay, does it feel kuwa katika hii kanisa ya Trust Ministry of Christ? Mi binafsi nina furaha sana, manake Biblia inasema palipo na wawili watatu wakiliita jina langu, nami ni mmoja wapo. So mimi nafurahi kuwa hapa, kuwa katika ile kanisa, manake hapa ndipo panapo Mungu. Najua si rahisi kupata vijana kama sisi wakiwa katika nyumbani hapana, hasa huko Nakuru. Vijana wengine sasa wako mbali pale wakifanya 1 2 3, lakini sisi tumekusanyika mahali hapa ili kwamba tukaweze kumsifu Mungu, tukaweze kumwabudu pamoja. Amen. Kazi yako haswa kanisani hapa, nimeona pale umepiga kinanda vizuri. Kazi apart from kinanda, labda kazi gani nyingine mimi ni mcheza kinanda na pia ni mwimbaji, ni hayo tu. Okay, ni hayo tu. So unaona kwamba in the next kwa huo uimbaji naona kwamba umetoa albamu. Sije album nyimbo ngapi hivi? Katika albamu yangu ya kwanza iko na nyimbo 4. Wimbo wa kwanza ni Unisamehe Baba. Wimbo wa pili unasema Nahitaji baraka zako. Wimbo wa tatu unasema ni kwa lugha ya Kikwetu unaosema Usife moyo. Toa moyo. Wakisema hali mlipo, kuna wimbo unaosema toa moyo, na wimbo wa winu unasema pia Tumaini langu liko katika Bwana. Sasa katika albamu yangu, ni albamu ya kwanza, niko na nyimbo 4 moto sana na zenye baraka sana. Amen. So safari ya usanii imekuwa vipi? Safari ya usanii jamani imekuwa nzito, ngumu, lakini ni kujikakamua na kujituma. And nikiwa katika shule yangu ya upili, mwalimu wangu wa Kiswahili na Mr. Wilfred Onyeni, popote ulipo, kongole kwako, alinipanga advice, akaniambia self sacrifice. I just self sacrifice myself. So ndio nimeshinda nikitumia. So nimeshinda tu nikijikakamua na kujituma tu, kale kadogo kenye napata ndako ndo natumia ili kujikimu mimi mwenyewe na pia kufanya kazi ya Mungu. Hey. Okay, so kwa mfupi unajituma. Ni kujituma. Kwa kweli mimi sijapata msaada wote, tuseme nikianza albamu yangu ya kwanza, tuseme kurekod, ni kujituma mimi mwenyewe na kujikakamua. Hata mzazi wangu nilimwambianga mara ya kwanza, mzazi wangu binafsi ni mtumishi wa Mungu katika kanisa la Ekerongo PAG. Nikimwambia mara ya kwanza nilikuwa nataka kuanza usanii, hakuamini kabisa. Hadi tu nilipotoa wimbo wangu wa kwanza, ndipo alikuja ni nini haswa alikuwa nayo na mbona hakutaka? Okay, si hakutaka, lakini hakuwa naamini nikimwambia kwamba nina hicho kibali cha uimbaji. Hata kama nilikuwa naimba praise and worship nikiwa church yetu, lakini hakuamini kwamba nawezaenda studioni nikatoa wimbo, maanake ilikuwa ni bei kali. So najua ukiwa huko ushago, kutoa wimbo inakanga tricky sana, juu mtu unajua kwenda studio ni kitu kingine ngumu sana. So nilijiamulia mimi mwenyewe, nikajipeleka studio, nikaconfirm kwanza, na ndiposa nikarudi nikiwa na habari mpya, then nikajituma next. Sasa ikabidi. So tuseme what is the best moment katika usanii, your best moment kabisa? Ni kumsifu tu Mungu, kutembea jamani, kuheshimika
Acha nikwambie, ukiwa katika ukimpenda Mungu naye akupende, utaheshimika. Hakuna kitu kizuri kama kumtumikia Mungu katika ujana wako. In fact utaheshimika kuliko mheshimiwa yeyote yule. Amen. So na wale watu, kuna wale watu wenye wanataka kuanza usanii. Je, na hawana namna, ndio wanakona uwezo wa kuimba, maybe hata kutunga nyimbo zao wanajua, but sasa ile inaitwaje, ile commitment ama kuanza inakuwa vigumu kwao. Je, unaweza waambia vipi? Ndugu zangu, ni dada zangu wenye mnataka kuanza usanii popote mlipo, kitu ya kwanza ni kumtumikia Mungu na kuwa na imani katika Mungu. Kitu ya pili ni kujiamini wewe mwenyewe, nitaweza. Otherwise usipojiamini utakuwa tu unajishuku, la hasha. Unaanza unakufa muona. Kitu kingine ni maombi. Acha nikwambie, shetani alikuanga mwimbaji mkubwa sana. Katika historia tukiangalia Biblia, shetani alikuwa mmoja wa malaika. Sasa ni ujue shetani yu karibu na wewe. Unapoanza dumu katika maombi. Kutoka kitabu cha Wathesalonika ya kwanza 5:7 inasema pray without ceasing, pray continually. Unaomba kila wakati ndio uweze kushinda hizo vita. Ni ngumu. Otherwise usipojikakamua na kujituma katika njia ya wokovu. Okay. Kuna mtu pale anauliza saa hizi, uko na mtu? Swali ni ngumu, lakini ninayo program ya kufanya harusi mwaka 2024 kile mwaka 2025. Panapo majaliwa ya Mungu nitawalika katika harusi yangu. Na tutasonga mbele tu. Maybe kukuuliza, nilitaka kujua hivyo, ndo nikuulize hili swali. Kazi, uko kazi saa hizi, si ndio? Niko kazi. Now, how do you balance kazi yako na uimbaji na pia utumishi katika kanisa? Sasa kazi sasa hapo ndo napata challenge. Hiyo ndo challenge. Sasa hapo ndo napata challenge, manake pale kazini haturuhusiwi kupata nafasi ya kwenda hekaruni. Ila tu hata leo nilikuwa nafaa kuwa kazini, lakini niliomba tu off, nikasema acha tu leo niende pia mimi nikaweze kumsifu Mungu. Sasa katika kazi nipate kazi, hata kama mapato ni madogo. Haya mapato ndo nitagawa, niseme haya kufikia hapa ni ya kumtumikia Mungu, haya pia ni ya kuendeleza uimbaji wangu, na haya ni ya matumizi yangu binafsi. Sasa ndo unapata umebalance, at least unasonga mbele. Tutakujua aje, ama what is your next step in the next coming years, ama in the next few moments? Unataka kukua wapi? What level? Sasa after I'm done with my shooting, in fact through Christ Jesus, I'll be an international singer, ambapo nitakuwa nimejulikana kote kupitia kwa hiyo. Manake Biblia inasema kutoka kitabu cha Yeremia, Biblia inasema yeye he has a good plan for us, plan not for welfare but not for evil but for welfare. Ana mipango mema juu ya maisha yetu, mipango ya mafanikio, mipango ya success, mipango ya hata kwenda Amerika. So panapo majaliwa ya Mungu mtaniona tu pale mtandaoni jamani, na mtabarikiwa pamoja. Sawa. Ushakuweka kitu yoyote kwa mtandao? Sasa mtandao ninao YouTube channel yangu ambao ni Evangelist Kobara, lakini si official video ziko huko. Video zenye ziko huko ni zenye nilikuwa nimeperform hapo kitambo nikiwa nyumbani, ma live performance hapo, nikiwa mazishi ya nyanya yangu, nikiwa kanisani, kuna kanisa yangu ya nyumbani Nyabioto. Hizo ndo nimeweka huko, lakini official video bado sijaweka, lakini ninao mpango wa kuziweka pale. So tia bidii, weke hata kama ni audio, weka tu peke yake. Sawa. Ndo natamani pia mimi siku moja nikikuja mahali kama hapa tena, siku moja ukinialika tena hivi, nawaambia tafuta Evangelist hapo, subscribe na like na comment pia. Sasa mniombee tu pia mimi nikaweze kufika hapo. Amen. So thank you so much Lamek. Mungu akubariki, na najua ako na mipango mzuri mbele yako. Na vile nilikuwa nakuambia kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kukupa talanta na ashindwe kukufikisha mahali. So it's just you to make a step na kufikia penye Mungu anataka kufika, si ndio? Thank you so much bro. Nashukuru sana. Asante. Barikiwa. Nawe pia. Thank you so much. Bye bye.